Mzee wangu, nimeitika wito wako. Lakini toka nifike hapa wewe umenyamaza tu. Nieleze ni kipi cha mno mzee wangu? Yaani Zungu, wewe acha tu. Hivi unaponiona hapa ndugu yangu, nilichobakia nacho hapo nachoniona ni hizi nguo na ama nguo na hizo kabati na vyombo vilivyobakia huko ndani. Lakini mimi hapa ndugu yangu unavyoona hapa sina chochote, similiki hata kikombe. Baba mkwe bana ameniambia nihame hapo. Hivi unavyoona hapa nimekuita hapa ndugu yangu, mimi nina matatizo. Nataka bwana wewe bwana, wewe najua wewe uko karibu na ule mtoto wa ndugu yangu. Na pale nyumbani pale mimi naona ule mtoto wa ndugu yangu ana manyumba pale kidogo. Kwa muda huu naona nikikutuma wewe niweza kwenda kanistiri. Sasa mimi jambo nilokuitia hapa ndugu yangu, mimi bwana naona bwana ule muda ambao tuko tumepanga umefika. Ile jambo letu ambalo tuko tumelipanga naona ndo muda wake usai. Naona ndo tulifanyie kazi. Sasa mimi ndugu yangu, mimi nimekuita hapa tuweke mambo sawa. Maana mimi kama unavyoona karibuni hapa sifai kukaa hapa tena. Nafaa niondoke. Kwa hivyo Zungu bana, mimi nakuita hapa tuweke mambo sawa. Sasa sijui mimi taanzia wapi, tutamalizia wapi. Pole sana mzee wangu. Mimi niko hapa, nipange, nimekuja kukusikiliza. Sasa ndugu yangu, mimi hapa nilichokuitia ni jambo moja. Mimi naona ile swala letu la kuharakisha yule bwana mdogo aoe, ndio muda umefika sasa. Inabidi aoe, asafiri zake mambele huko, aende aishi mbele, atafute mali, mimi huku tubakie, tubadilishe mali, stakabadhi, maploti, tubadilishe mastakabadhi, nimiliki mimi. Maana haiwezekani mtoto mdogo yule amiliki mali zote zile afu mimi babake mdogo sina hata kikombe cha kumiliki na kukuzwa kama mbwa. Sasa Zungu, mimi nimekuita hapa, tuweke mambo sawa. Mimi nakuamini na ndio maana nilikupatia nafasi kwenye familia. Kwa hivyo wewe mimi kukuweka hapa nina imani 100% jambo letu halitapeli. Mzee wangu, naona bahati ulisanuka mapema. Maana waraka wenyewe mimi niliusoma kwa macho yangu mwenyewe. Ulikuwa umeandikwa kijana akishamaliza kusoma atafute kazi anayopenda yeye mwenyewe, alafu zile mali zake arithishe kwa maskini na misikiti. Wewe una bahati ulichanuka mapema. Lakini kwa sasa hakujaribika jambo lolote. Mimi Zungu Chalela Madhubala niko hapa. Kila jambo litakuwa sawa mzee wangu. Zungu bana, kusema kweli umenitonesha kidonda ambacho kilikuwa kidogo kimepona muda mrefu. Lakini tusiyafuate hayo bana. Mimi naona huu muda unaenda. Sema tunaanza kufuatilia mambo ya waraka wenyewe mimi nilishausoma na najua kabisa mimi pale sina chango. Sasa huu muda vile unaenda, mimi naona hapa tupoteza muda. Mimi naona tufanye kazi ili mambo mengine yaende sawa. Mzee wangu, wewe nipatie tu hii leo. Maana kuna pahali nilikuwa naelekea kufuatilia mambo na posa. Kuna pahali nilikuwa nimepeleka barua ya posa. Sasa nilikuwa nataka kwenda kuchukua majibu ya mrejesho. Lakini mimi vile ninavyoona uko katika hiyo majibu ya mrejesho hamna lolote lile. Naona hamna laheri katika hiyo majibu ya mrejesho. Wewe nipatie tu hii leo, nifanyao maneno, alafu kesho nitakufikia hapa nyumbani. Ndio jambo letu penye litakuwa limefikia mzee wangu. Alafu mzee wangu, unadhani hata mimi sitaki kuwa na nyumba? Hata mimi nataka mzee wangu. Ama wewe unaje mzee wangu? Bwana Zungu, mimi naona hapa tusipoteze muda. Maana kila kitu shaeka wazi. Mimi naona tu uende ukashughulike na masuala yako ya shughuli zako huko. Lakini baadaye ukiwa na la kuongea, mimi nitakutekenya simu, nitakupigia uje nyumbani hapa tuongee. Tukipata la kuongea, mambo yaende sawa, lakini usisahau kukamilisha jambo letu. Hamna shida ndugu wewe. Mimi kuna pale nilikuwa nataka kufika, kuna jambo nilikuwa nataka kulishughulikia. Mimi nitafika hapa kesho inshallah, tuje tuzungumze zaidi ndugu wewe. Haina shida ndugu yangu, wewe nitakie kila la heri, uende salama huko unapoenda, Mungu akutangulie. Nawe ubaki vizuri ndugu yangu, ushinde na fahamu nzuri ndugu yangu. Shukrani.
alaykum boss wangu. Wa alaykum salaam Bashir. Nidhani unapitwa na usingizi ukose kuja kazini. Nadhani huo unafanya kusudi ili kukosa ibada. Hivi ungekuwa unatimiza ibada zako vizuri kama vile umekuja kazini hapa, ungekuwa unapunguka na nini? Mimi sina la kusema boss wangu. Ila ninachosema tu mimi boss wangu bwana, nisamehe bwana, tusameheane. Maana katika maisha hakuna aliyekamilika boss wangu. Najua Bashiru, ila ile sijakuita hapo juu ingi kazi mchana. Hapana. Nataka ile urudi nyumbani, uende ukapumzike. Alafu nitakupigia simu ili ndio urudi kazi, ndio urudi kazini. Boss wangu. Mbona hapo kama sijakuelewa? Yaani boss wangu mimi ndio nyumbani boss wangu, na mimi bado hata nina nguvu ya kukulinda bado boss wangu, usinifanyie hivyo boss wangu. Bashiru, mimi ni Mungu pekee yake anaweza kunilinda. Hebu acha kufuru zako. Mimi naona hapa ni uache sare zangu hapo, ukeke sare zangu ndani za kazi, urudi nyumbani. Mimi nitakupigia simu. Boss wangu. Mbona nimekuwa hivyo ghafla hivyo boss wangu? Bashiru, muda huu na kumhili, mnakaa chini na kumrudia Mungu wako, akupunguze ile madhambi yote uliyofanya hizo siku za nyuma. Ndio maana mimi nimekupea time uende ukakae chini uweze kumrudia Mungu wako. Sasa Bashiru, unaona tusemeshane sana hapa. Wewe ingia ndani, utoe siri zangu. Maana mimi nimefunga, sitaki kuongea sana ukausha mate bure. Wewe ingia ndani, utoe siri zangu, urudi nyumbani, uweze ukae chini uweze kuongea na Mungu wako vizuri, apunguze madhambi yako uliyofanya huko nyuma. Sirani gani? Sasa hivi nyumbani tutakuwa na tumaniftari hidi. Kazi shafura hata sitakuaje hii. Ushamaliza shughuli zako bila shaka, si ndio? Ndio kaka, nishamaliza, nimekuja kusikiza wito wako. Safi kabisa. Sasa mdogo wangu, mimi kila siku nimekuwa nikikwambia bana, usitamini mapenzi na hawa vijana wa mtaani hawa. Kila siku zote umekuwa ukiona kama labda mimi mkubwa wako na kuonea. La hata. Sasa iko hivi. Unaona hii iliyoshikilia hapa? Hii ni posa iliyoletwa hapa tangu wiki mbili. Sawa bana. Ile nina imani mtu wako amjua mwenyewe. Kweli Mungu kaleta posa kaka. Alhamdulillah. Karibuni na mimi Salma pia nitakuwa mke wa mtu. Yaani ninasikia raha sana kwa dadangu, natamani kustirika kwenye mwavuli wa ndoa. Ila unajua nini dadangu? Aliyeleta barua hii sioni kama anaweza kuwa muuaji katika hii familia. Maana nina imani kama baba yetu marehemu mwenyewe angekuwa hai, asingepokea hii barua ya pesa. Kaka, yako leo una maana gani kusema hivyo? Yaani maana yangu ni hii hapa. Sawa bana. Kwa barua hii iliyoletwa hapa. Sawa bana. Ile kihalali kabisa, ile kihalali kabisa. Barua hii ilikuwa takana iandamane na kifunga mlango. Si kama unanielewa dadangu. Ili ulikuwa ushamuelezea vile ni taratibu zetu kaka. Basi kama ulikuwa ushamwambia, kumaanisha hii yake amefanya ni jauri tu. Sasa mimi nimeamua kuchukua hatua hii ya kumregeshea majibu ya posa yao walioleta hapa. Sawa bana. Dadangu, sisi tulitengwa mpaka na familia. Tuenda kulelewa katika nyumba za mayatima. Sisi kama unanielewa. So haitawezekana mimi dadangu wewe nikupeane na bei ya bata mzinga. Hiyo itakuwa ni haibu kwa familia yetu. Alafu kwa nini mbona kila siku wao watuchoree tu? Hiyo haiwezekani.
Kaka, unajua mpaka sasa hivi sijakuelewa. Una maana gani ukisema mambo yote haya? Kwenye maisha yangu yote tangu kuzaliwa kwangu mimi sijawahi ona muuaji kama huyu. Yaani hata kifungua mlango tangulia na shilingi 2,500. Chua ni dadangu. Huyu kijana mara anajieleza kwenye pesa yake. Yeye ni kijana familia ya chini, mara sio kuzaliwa katika familia ya umaskini. Mimi namjua. Huyu kijana ameachiwa mali kibao na babake. Sasa kivipi anza kutupangia paka mahali kiasi fulani, mahali kiasi fulani? Lakini kaka, mimi nimekubali Abu anioe kwa msaafu. Manake ni kijana mzuri. Sasa sioni ubaya akitoa kiwango cha pesa alichosema. Yaani kwenye wanawake ndio kusahau. Yaani umesahau kama mjengwa na familia tukapokunywa kila kitu mpaka shangazi ndio nitastiri mpaka tukapata mahali kidogo hapa tuweza kujiweka pesa jistiri hapa. Hata Mwenyezi Mungu kwanza amuweke sana shangazi. Sasa sikia dadangu, mimi hii barua nitairegesha kwa mahari ninayotaka mimi, sawa? Ambayo mahari ninayotaka mimi ni pesa 2,500. Basi pesa yake ni sijui kama tunaelewana. Kaka, lakini yule ni mwanaume mwenzako. Kumbuka ipo siku pia wewe utaenda kuoa, utatamani angalau kusikilizwa. Kwa hiyo naomba umuelewe, Abu ni kijana mzuri na mchapakazi. Basi kama ni mchapakazi dadangu, mwacha kachape kazi. Akipata hizo 2,500 lete, chapata 2,500 ruksa kabisa. Mlango ipo wazi. Wajua dadangu, mimi sitaki waringie. Maana ukiharibikiwa wewe, hata mimi pia nimeharibikiwa. Sawa? Hata wazazi wetu waliko huko Tubani hawatosikia raha kuona mimi namuozesha mwana wao kwa mtu ambaye haendeweki vile. Sasa iko hivi dadangu, sawa? Mimi hapa naondoka. Nikienda nikirudi nikupatia hapa, sawa? Nduguye. Naam. Yaani kama vile imepangwa. Vipi? Mbona nduki za watu? Yaani kama ulivyosema rafiki yangu Zungu. Hii ni kama vile ilipangwa. Maana huu mguu ulikuwa waja kwako ili tufanye uregesho wa ile barua ulioleta ya posa. Hivi bwana mdogo, nani kamwambia ajiwekee kiasi cha mahari kile anachotaka yeye? Yaani kama vile hatujui thamani ya mtoto wetu rafiki yangu. Ama maana yake ilikuwa ni gani? Kwanza nduguye, tuliza pressure. Maana nina habari nzuri zaidi nataka kupatia. Kwa hiyo ukibadilisha mudi itakuwa vyema zaidi nduguye. Atasema una habari nzuri nataka kunipatia. Na ni habari gani hiyo? Bas, ushasema nduguye. Sasa ni hivi. Nimepata simu ya kazi ambazo ulikuwa unataka wewe kule Katari. Nafasi zimepatikana 2. Nimeona wewe ndio mtu wa kwanza, manake wewe ndio ulikuwa ni mtu wa kwanza kunitafuta. Sasa ni hivi nduguye, nataka 1,500. Sasa sijui unaipataje hapo ili nikushughulikie nduguye. Wasema nafasi imepatikana mwanangu? Ile uhakika wewe, maana hiyo chance nimekuwa nikisubiria ni long time ago. Ndio upambane upatie 1,500. Lakini kama kuna deposit waweza toa, mimi na wewe hatuwezi kosana. Da. Sasa ni hivi rafiki yangu Zungu. Mimi sitaki nikudanganye kabisa. Mimi nilikuwa nategemea hela kutoka katika ile posa iliyoletwa kule nyumbani. Ila huyu dogo bahili kweli rafiki yangu. Imagine kifungua mlango tu peke yake kaeka shilingi 2,500. Dogo mwana haramu hana hata haya mtoto yani. Sasa mimi
nilikuwa naja kwako ili turegeshe hino barua kwa mwenyewe. Sawa bwana? Na pia vile vile nimeweka kiasi changu cha mahari hapa ndani, kile ninachotaka mimi. Sasa kama muhusika taridhika sawa, ila mimi huo ndo mtego nilikuwa nimeutega. Ukinasa tu rafiki yangu, mimi nakutafuta. Nduguwe, Naam. kama yule kijana aliyeka 2,500 kwa posa niliyoleta, basi hata toboa kwa 2,250. Naona atakufelisha tu nduguwe. Da. Sasa tutafanyaje rafiki yangu Zungu? Maana mimi sikufichi walai, hiyo posa ndo nilikuwa nikitegemea. Sogea nikwambie nduguwe. Sasa nduguye, Naam. ukifanya kile ambacho nimekueleza, Naam. kila jambo litakuwa sawa. Haina noma ndugu wewe. Wewe tutazidi. Sawa, inshallah. Vipi? Naona leo utajua mwenyewe. Alafu tena leo mapema. Kwema ulipotoka? Kwema vipi? Itakuwaje kwema? Wajidai hujui. Wakati waelewa kila kitu. Usinigizie bwana, usiniletee mambo zako za Korea hapa. Tuachane na yangu sasa, atufuate yako wewe. Una jambo lako la ndoa. Ramadhani yaisha hii. Sielewi ni vipi. Hujatambulishwa mtu. Tuelewi. Mneleze ni vipi? Ndio umeamua mtindo wako ni ule ule. Ama Ndugu yangu mambo yale vipi? Unajua ile familia bana naona mimi bana mimi nina hela. Ndio nazituma shambani kama tu ni kijicho tu naonea kisa maana niliachiwa mali na wazazi bana. Yaani hata sielewi. Kilicho gani ndugu yangu? Wewe hivi kwani unaja kuoa ndugu yangu? Sio ni kama unaja kuoa. Yaani wewe hujajipanga, hujaamua mwenyewe tu kuoa ndugu yangu. Kwa sababu wewe umejipanga toka Ramadhani ya kwanza. Sasa hii yaisha hii. Sielewi. Ndugu yangu sema tu wewe ujue tu. Hizi mjini siku hizi ndoa bana ni mchongo. Sasa ule ukweli bana ukijionyesha una fulusi. Wanakufilisi wale. Alafu tena usishangae nini nimepatiwa ndani na mshenga kule. Na mbona nafaa kutoa 1,500. Sasa najiuliza mimi huyo Abu nasitoa wapi? Ndugu yangu. Wacha bahili. Kwa hivyo sasa wewe ulikuwa unataka kupata bibi bure ndugu yangu? Ushawahi kumuona wapi bibi wa bure? Ndugu yangu acha hiyo roho. Alafu kumbuka hii Ramadhani yako ya ngapi? Hii Ramadhani yako ya pili ndugu yangu. Mambo yako ni hayo. Sasa ndugu yangu wewe utaoa lini? Wamdanganya mwenzako kile hii Ramadhani ya pili. Wamdanganya mwenzako amrushi. Sasa ndugu yangu ukisema utatoa hizo pesa, itakuwa hiyo ndio mbaya bro. Alafu ukiendelea hivyo, iko siku utakukumbuka ndugu yangu. Sasa umeenda kulinda geti la chini kule, umekuwa na big ghafla. Sasa hivi tutakumbuka kwa lipi? Kuchonga marungi wakati wa mfungo ama ndugu yangu koma. Yaani watakuniambia mimi sasa eti vile nimefukuzwa kazi. Sasa wewe ndo sasa wewe kutoa mahari 70,000 kwa hivyo ulikuwa unataka wewe. Kama ulikuwa unaandama. Wewe bwana utashinda salama bwana. Meta nitoke nikatafuta ili wewe upate kula hiyo iftari. Sawa. Si lengo lako limetimia ndugu yangu. Naona mfungo waisha sasa mshaamua kuregesha roho zenu mbaya. Sawa.
Ndugu zangu, kwanza poleni kwa usumbufu. Najua mnashangaa mimi kwa kuwakutanisha hapa. Najua nyote nyinyi ni wageni hamjuani. Ila bwana Zungu, unayemwona hapa ndugu yangu bana, unayemwona hapa ni Karimu. Ni mkuu wa kituo cha mayatima pale mjini town. Na lengo na madhumuni ya kumwita hapa ni ili aje ili tufanikishe ile jambo letu la kubadilisha nyaraka. Na ndugu yangu, nashukuru kwa wito wako. Ndugu yangu Karimu. Nashukuru kukufahamu. Mimi nashukuru kukufahamu ndugu yangu. Natumai ndugu ashakueleza shughuli zangu zote ninazozifanya. Ndio, ashanieleza kila kitu kuhusu wewe. Mimi nadhani ndugu zangu, kwa kuwa mshajiwana na mshajitambulisha, naona ule muda wa kufanya kazi ndio umeshafika. Mimi naona kesho bana fanye jambo letu lile ambalo tuliagana, maana kama mnavyojua bwana mdogo kesho ndio yuaoa. Kwa hivyo ndoa yake itakuwa ni muda wa magharibi, na baada ya magharibi nadhani atakuwa anafuturisha, kwa sababu mnajua huu ni mfungo wa Ramadhani, wala ni mfungo wa Ramadhani japokuwa ndio inafuata. Kwa hivyo watu watafuturisha pale msikitini nadhani. Baada ya kufuturisha msikitini nadhani jambo la ndoa tutamaliza, tutaenda nyumbani kwa mke wake, alafu mambo mengine kama kawaida. So baada ya hapo tutakuwa mke wake, mimi nadhani ndipo tutakapokutana ili tupange mkakati wa kubadilisha nyaraka kwa ile kwa kidogo. Pindi atakaposafiri basi sisi tuweze kujimwagia huku turithi mali zake na mambo mengine yaendelee. Mimi nadhani hapo tutakuwa tumeelewana kabisa. Ndio, tumeelewana kabisa. Vipi wa mdogo? Mbona na mamaji tena? Na saumu yote vipi kwema lakini? Yaani mwanangu, wewe acha tu. Hivi unaniona hapa nimefanya bidii zangu zote ili nimregeshe mke wangu nyumbani, lakini nimegonga mwamba. Juzi tulipoachana pale bana, mimi nilienda kwa baba mkwe. Na baba mkwe bana amekataa kata ile swala langu mimi la kumalizia mahari yake na mimi nimregeshe mke wangu pale nyumbani. Ananisisitiza niondoke pale nyumbani kwake na nikatafute mahali pa kuishi na mke wangu. Kusema kweli ile swala limenichanganya kwa kweli kabisa. Pole sana baba mdogo. Lakini mimi niko ndohofu karibu nyumbani hapa kama kwako pia. Lakini kwa imani mimi sitasafiri mpaka nipate mahali kwako kwa kusudia na mke wako. Lakini wewe niko ndohofu karibu nyumbani sana. Hapa kama kwako pia baba mdogo, karibu. Mimi tuseme bana, mimi nishakaribia, na pia nikukumbushe tu bana, ile swala la kukula kuoa mimi naona bana muda ushafika. Naona time naenda Ramadhani ndio hii yaisha, na kulingana na yule agent bana kazi ameshapata. Kwa hivyo mimi naona cha kujitarisha nao jitarishe, maana siku zimeenda haujakuja hata kunitambulisha hata mkuu wangu nikamuona bana mkuu wangu ndio huyu. Kwa hivyo mimi naona hii swala mimi nilivalia njuga mwenyewe, nilikamilishe mwenyewe, usafiri uende majuu, mambo ya sawa kabisa. Baba mdogo, kusema kweli bana mtaani mabinti wameadimika sana. Nimejaribu kutoka lakini wapi. Mwe natamani sana tufunga hata hiyo nikaa. Maana hiyo kazi ya hoteli huko majuu nimesubiria sana baba mdogo. Mimi kwanza nikutoe hofu kwa kuwa mimi nishafika hapa. Ili swala mimi naona 100% lishakamilika. Kwa hivyo mimi naona karibuni ndio tutafunga. So wewe jipange, maana naona kama mfanyikazi wako waliko sijui ile swala lako la harusi nani atalikamilisha. Kwa hivyo mimi naona wewe jipange, masuala ya harusi karibuni naona itakuwa bulbul kabisa. Mimi naona sasa hapa tutapoteza muda. Ungebibara vitu kidogo kaingia ndani, maana nimechoka kweli sana. Sister, najua labda unawaza kwa nini nimekuita hapa ghafla. Ila mimi nilichokuitia ni kwamba tumesubiria sana
majibu ya huyo mtu wako mwenye anataka kukuoa, lakini ni kama vile ana haja ya kuoa. Alafu sister, kama unavyoelewa, unajua kabisa mimi nategemea sana hiyo mahari yako kusafiri kwenda zangu mambele kama nilivyokuambia. Ila huyo mtu wako katunyamazia kabisa. Sasa mimi simuelewi. Lakini bado hapajaribika jambo. Maana Mungu ni kama bado kakupangia fungu lako. Kuna tajiri mmoja huyo, mtu na hela yake, mtu na pesa zake, anataka kukuoa na yuko tayari kukuoa hata leo. Sasa ni wewe ukubaliane na hilo jambo, maana mimi sina muda wa kupoteza. Alafu mambo mengine yatafuata baadaye. Mimi huyo mtu wako mimi simuelewi kabisa. Alafu mimi kwa upande wangu mimi nishamaliza kile kitu. Naweza kuambia wewe jiandae, karibuni unaenda kuwa mke wa mtu, sawa bana? Ila kama unaona nitakuwa labda na kuonea, itabidi nikuozeshe kwa huyo mtu wako ambaye unamtaka, lakini kwa sharti moja tu. Itabidi niuze hii nyumba na hii plot, mimi sepe zangu majuu nikatafute kazi, ama nikuozeshe kwa huyo tajiri, mimi nichukue mahari, nikuache na plot na nyumba hii, mimi niende zangu pia nikatafute shughuli bado. Asalamu alaykum Bashiru. Alaikum salam bosi. Naona unafanya usafi kidogo. Ndio nafanya usafi hapa bosi wangu, karibu. Shakaribia Bashiru. Bibi siku mbili nimejaribu kumtafuta bwana Abu, bwana simuoni. Kuna tatizo gani kwani? Sema kweli bwana, mimi mwenyewe bosi wangu hata mwenyewe sielewi. Manake Abu simuelewi katika hizo siku mbili tatu. Tangu arejeshwe posta yake rafiki yangu. Alianza amekuwa mtu wa juu kutoka hata simuelewi bibi yako. Lakini mimi toka jana tulipokula daku, mimi nishangaa Abu. Msikizi yani tukishakula daku tu hivi, yani ndo mida yake ya kutoka hiyo. Sijui hata amepata kazi wapi ndugu yangu, na hata niambii. Labda anashughulikia mambo ya harusi. Ile mimi sitakuja kukaa sana. Nimekuja na wapite kidogo na wapia mwaliko wangu anikaa. Bosi wangu, wanaambia tayari ushapata jiko bosi wangu. Hongera sana bosi wangu. Nashukuru Bashiru. Alafu nataka kesho waifika kazini, maana nataka ushughulikie mambo na shughuli zangu za harusi. Najua ndo mambo yako. Ndo mambo yangu bosi. Bosi wangu nashukuru sana. Kesho mimi basi nitakuwa mapema sana hapo kazini. Kwa sababu mimi mwenyewe bosi wangu kumsema ukweli, mimi nilikuwa nishavunjika moyo. Mimi nilikuwa nangojea tu hii Ramadhani ishe, niende zangu kijijini, maana sasa swali Abu atakuwa pashaoa nini na nini. Lakini mimi bosi wangu kama ameendegesha kazini bwana, na kuahidi hata hiyo Ramadhani nyingine haitajitokea tena ile kuyuko eti mambo na kuchonga nini na nini. Mimi nitabadilika bosi wangu. Yani nashukuru sana bosi wangu mimi kurudi kazini. Usijali Bashiru. Ila Abu akirudi usikose kumpa walisho wa nika yangu. Usio bosi wangu hata usijali. Abu akishadunda tu hapa. Mimi nitamwambia bwana bosi kapeleka nika yake tayari. Sawa Bashiru. Ila pia kisha usahau kufika kazini mapema. Nimechelewa nyumbani sababu mdogo ananisubiria. Mdogo karudi tena? Sawa. Msalimie ukienda nyumbani. Sawa Bashiru. Meche nikuache bwana, tutaongea zaidi kesho asubuhi. Ina ndio bosi wangu. Sawa Bashiru.
mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, mzuri mashallah mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, mzuri mashallah. Kaka yetu ameoa mke alomchagua, dada yetu kaolewa mume amemridhia. Kaka yetu ameoa mke alomchagua, dada yetu kaolewa mume amemridhia. Mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, idumu mashallah mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, mzuri mashallah. Wamependana kwa dhati, damu zimeshalingana, wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Wamependana kwa dhati, damu zimeshalingana, wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, idumu mashallah mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, mzuri mashallah. Kuomba ya Karima, Mola wetu Rahmani, wape nyingi neema, wasiwe na mitihani. Kuomba ya Karima, Mola wetu Rahmani, wape nyingi neema, wasiwe na mitihani. Mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, idumu mashallah mashallah mashallah, harusi mashallah mashallah mashallah, mzuri mashallah. Pokea zawadi ya mama, harusi mkaishi kwenu salama. Harusi pokea zawadi ya mama, harusi mkaishi kwenu salama. Harusi pokea zawadi ya baba, harusi yazidi kwenu mama.
Hii ni ngozi mzee. Mtu kuzimia kwa shughuli za watu wenyewe. Sasa kuanzia sasa hii mko chini ya ulinzi. Kivipi mzee? Wapo. Naomba mnisikilize kwa makini. Mnashtakiwa, hasa wewe unashtakiwa kwa kosa la kutaka kufuja mali za Bwana Chidi. Zungu, unashtakiwa kwa kosa la kuwa agenti feki. Bwana Kasim bin Shakur, Bwana Hamisi wako chini ya ulinzi, naomba muende nao. Jamani, naomba mtuwie radhi kwa watu walioshikwa mbele yenu hapa katika shughuli kama hii. Pia naomba mtuwie radhi kwa kuwavunjia shughuli zenu. Ila naomba muelewe kitu kimoja. Walioshikwa hapa mbele yenu, mmoja alikuwa ni mhalifu, kwanza ni conman. Wa pili alikuwa ni agenti feki. Wale kukwambia ona nitaweza kusafirisha nikakupeleka mashughuli majuu, ukaenda ukatafuta kazi, ila ni maagenti feki. Kwa hilo pia naomba mtuwie radhi. Bwana Chidi, ama anaweza kuita shemeji yangu. Najua umeona labda shughuli yako imekuwa na dosari, ila usiwe na hofu. Sawa bana. Kitu naomba uelewe kitu kimoja. Yule babako mdogo hakuwa mtu mzuri kwako, hakuwa na nia nzuri kwako wewe. Alikuwa na nia ya kufuja mali zako, ila naomba usiwe na wasiwasi. Sherehe naomba iendelee kama kawaida shemeji yangu. Dadangu pia, najua umeona labda huenda kawa kuna dosari lolote, mambo kama haya kutokea katika shughuli yako, ila naomba usiwe na wasiwasi. Yule bwana hakuwa muuaji kwako. Yule bwana alikuwa ni kama mpita njia tu. Kitu mimi naomba dadangu, baada ya hapa sherehe inoge kama kawaida. Oyo oyo oyo.